Siku zilisonga kama ndoto nzito. Mchungaji Elisha hakuwa tena yule mtu aliyewahi kuogopa. Hofu ilikuwa imechoka kumtawala. Sasa kulikuwa na kitu kipya, mazoea. Alipoamka asubuhi hakuomba tena kwa machozi. Aliomba kwa ukimya, na wakati mwingine hakuhisi tena haja ya kuomba. Badala yake alihisi nguvu ikimtangulia. Kana kwamba kuna kitu kilikuwa tayari kimetangulia mbele yake na kufungua njia. Kanisa lilikuwa limekuwa zaidi alivyowahi kufikiria. Magari ya kifahari yalijaza uwanja. Wanasiasa, wafanyabiashara na watu mashuhuri walikaa mstari wa mbele. Jina lake lilitajwa kwenye redio na mitandao. Watu wakaanza kumuita mtu wa moto, aliyepakwa mafuta ya kipekee. Lakini usiku hakuwahi kuwa mkamilifu kwake. Kila alipozima taa alihisi pumzi isiyo yake. Kivuli chake kilianza kuchelewa kumfuata ukutani. Na mara kadhaa alijiangalia kwenye kioo. Aliona macho yake yakigeuka kuwa mekundu sekunde chache, kisha yakarudi kuwa kawaida. Siku moja dada yake mdogo Rehema alizungumza naye kwa sauti ya hofu. Kaka, nyumba hii siyo salama tena. Ninaota ndoto mbaya sana. Naogopa. Elisha alimtazama bila kusema. Kwa mara ya kwanza moyo wake ulitetemeka kwa njia ya tofauti. Usiku huo huo yule mzee alikuja tena, lakini safari hii ya kuingia kwa mlango. Alijitokeza tu kwenye kona ya chumba, kana kwamba alikuwa akisubiri hapo muda mrefu. Muda unayumba, mzee alisema kwa sauti iliyokuwa nzito zaidi kuliko kawaida. Umeonja matunda, sasa mzizi unahitaji damu. Elisha alisimama kwa hasira. Hapana, siwezi kumtoa mtu wa familia yangu. Mzee alicheka, kicheko ambacho hakikutoka kinywani mwake, bali kila ukuta wa chumba. Hukumu haikuulizwa. Ulichagua mlango Elisha, sasa roho inapita. Ghafla sauti zilisikika chumbani, sauti za waumini wake wakilia, wakimuita, wakimuomba waombe. Kisha sauti ya mtoto ilirudi tena, karibu zaidi kuliko hapo awali. Mchungaji, bado unalijua jina langu? Elisha alipiga magoti, akishikilia kichwa chake. Niliazimia kusaidia watu, sikutaka haya. Sauti nzito ilimjibu kutoka gizani. Njia ya kuzimu huanza kama nia njema. Siku zilizofuata zilijaa ishara. Rehema alianza kudhoofika ghafla. Hakuna ugonjwa ulioeleweka. Madaktari walishindwa kueleza. Usiku alizungumza peke yake, akitaja majina ambayo hayakujulikana. Wakati huo huo miujiza ya Elisha iliongezeka kwa kiwango cha kutisha. Watu walizimia alipowapitia. Wengine walidai kuona mbawa nyuma yake wakati akihubiri. Lakini kila muujiza ulipofanyika, Elisha alihisi kitu kikichukua nafasi ndani yake, kana kwamba sauti yake iligawanyika vipande viwili. Usiku mmoja alipoingia kanisani peke yake, madhabahu ilianza kunuka damu tena, ingawa hakukuwa na tone hata moja. Kisha ikasikika sauti hiyo, sasa ikiwa wazi kabisa ndani ya kichwa chake. Mwili wako ni nyumba, jina lako ni ufunguo, damu itakamilisha agano. Mshumaa uliwaka wenyewe juu ya madhabahu, na kwenye Biblia yake ukurasa mmoja ulichanika na kuacha maneno yaliyoandikwa kwa damu. Hautakuwa wako tena. Elisha alitambua ukweli wa kutisha. Hii haikuwa tena kuhusu kafara moja. Ilikuwa ni umiliki kamili. Na mahali fulani ndani ya nyumba Rehema alisikika akipiga kelele. Nakufa! Nakufa! Kelele iliyokatika ghafla kama kwamba mtu alizima pumzi yake. Mwisho wa sehemu ya 3. Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii tamu na ya kusisimua. Pia na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia kuacha komenti yako. Bye.